Ulikuwa kwa Ezekieli kamchukua kamweka chini katika bonde, kumbe bonde lote limejaa mifupa mikavu. Kamuuliza, je, mifupa hii yaweza ishi? Kamjibu, Bwana wewe wajua, Mungu wewe wajua, Bwana wewe wajua, Mungu wewe wajua. Tusikate tamaa, Mungu yupo nasi, magumu yatupatayo yana mwisho wake. Yu karibu nasi ili kuokoa, kuturejeshea uhai tuliopoteza. Tusikate tamaa, Mungu yupo nasi, magumu yatupatayo yana mwisho wake. Yu karibu nasi ili kuokoa, kuturejeshea uhai tuliopoteza. Hata waulabe kwa mifupa hii, niambie mifupa, sikia neno la Bwana. Wanajatia mishipa na nyama juu yenu, pumzi ya uhai mpate kuishi tena. mtajua Mimi ni Bwana wenu, mimi ni Mungu wenu, mimi ni Bwana wenu, mimi ni Mungu wenu. Tusikate tamaa, Mungu yupo nasi, magumu yatupatayo yana mwisho wake. Yu karibu nasi ili kuokoa, kuturejeshea uhai tuliopoteza. Tusikate tamaa, Mungu yupo nasi, magumu yatupatayo yana mwisho wake. Yu karibu nasi ili kuokoa, kuturejeshea uhai tuliopoteza. Kasema, mifupa hii uliyoona ni nyumba yangu, taifa la Waisraeli. Wanalalamika kwamba Bwana amewaacha, wakata tamaa, wapoteza matumaini. yenye Bwana Kamwe hajatuacha, tadumu kuwa nasi. Ahadi zake kwetu hawake ndani yetu. Tusikate tamaa, Mungu yupo nasi, magumu yatupatayo yana mwisho wake. Yu karibu nasi ili kuokoa, kuturejeshea uhai tuliopoteza. Tusikate tamaa, Mungu yupo nasi, magumu yatupatayo yana mwisho wake. Yu karibu nasi ili kuokoa, kuturejeshea uhai tuliopoteza. Tusikate tamaa, Mungu yupo nasi, magumu yatupatayo yana mwisho wake. Yu karibu nasi ili kuokoa, kuturejeshea uhai tuliopoteza.
akatengeneza barabara katikati ya bahari ya Shamu. Mungu aliyezuia mvua kunyesha kwa miaka 3. Mungu aliyemwangamiza Goliati, aliyetukana Waisraeli, hajawahi kushindwa, atadumu kushinda. Ni mshindi milele, hajawahi kushindwa, atadumu kushinda. Ni mshindi milele. Tunapotembea twasongwa na mengi, yaweza kutukatisha tamaa. Usalama wetu tumwangalie Mungu, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima. Tunapotembea twasongwa na mengi, yaweza kutukatisha tamaa. Usalama wetu tumwangalie Mungu, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima. Aliyefunga makanwa ya simba, kumwokoa mtumishi Danieli. Mungu aliyevunja ngome ya Yeriko iliyokuwa ngome. Mungu aliyeonesha uwezo wake katikati ya tanuru la moto. Huyo tukimwamini tukamtegemea, atatupigania. Huyo tukimwamini tukamtegemea, atatupigania. Tunapotembea twasongwa na mengi, yaweza kutukatisha tamaa. Usalama wetu tumwangalie Mungu, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima. Tunapotembea twasongwa na mengi, yaweza kutukatisha tamaa. Usalama wetu tumwangalie Mungu, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima. Tunapotembea twasongwa na mengi, yaweza kutukatisha tamaa. Usalama wetu tumwangalie Mungu, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima. Tunapotembea twasongwa na mengi, yaweza kutukatisha tamaa. Usalama wetu tumwangalie Mungu, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima, ni mshindi daima.
Ipo siku Yesu anakuja, kwani dalili zote zinaonekana. Vita, njaa, maarifa kuongezeka, vyaonesha Yesu yu mlangoni. Ipo siku Yesu anakuja, kwani dalili zote zinaonekana. Vita, njaa, maarifa kuongezeka, vyaonesha Yesu yu mlangoni. Bwana wetu Yesu anakuja, Bwana yu aja, Yesu anarudi, Bwana anakuja, akirudi itakuwaje na sisi Bwana ajapo? Bwana wetu Yesu anakuja, Bwana yu aja, Yesu anarudi, Bwana anakuja, akirudi itakuwaje na sisi Bwana ajapo? Piga vita vile vizuri, imani yako wewe ilinde, asije mwovu itwa taji yako, ukakosa uzima milele. Piga vita vile vizuri, imani yako wewe ilinde, asije mwovu itwa taji yako, ukakosa uzima milele. Bwana wetu Yesu anakuja, Bwana yu aja, Yesu anarudi, Bwana anakuja, akirudi itakuwaje na sisi Bwana ajapo? Bwana wetu Yesu anakuja, Bwana yu aja, Yesu anarudi, Bwana anakuja, akirudi itakuwaje na sisi Bwana ajapo?
waje na sisi Bwana ajapo. Kuipeleleza nchi ya ahadi, sawa sawa na agizo lake Mungu, Mungu wa Israeli muweza yote. Pandeni Negebu, pandeni milima, mkaipeleleze ni ya namna gani. Je, nchi ina maboma, imejaa vinono, watu wake ni wa namna gani? Pandeni Negebu, pandeni milima, mkaipeleleze ni ya namna gani. Je, nchi ina maboma, imejaa vinono, watu wake ni wa namna gani? Musa katuma wapelelezi kuipeleleza nchi ya ahadi, sawa sawa na agizo lake Mungu, Mungu wa Israeli muweza yote. Pandeni Negebu, pandeni milima, mkaipeleleze ni ya namna gani. Je, nchi ina maboma, imejaa vinono, watu wake ni wa namna gani? Pandeni Negebu, pandeni milima, mkaipeleleze ni ya namna gani. Je, nchi ina maboma, imejaa vinono, watu wake ni wa namna gani? Wapelelezi wakarudi kwa Musa na Waisraeli kuleta ripoti. Kwa hakika nchi ile ni nzuri, lakini ina majitu na hodari. Wana wa Israeli waliposikia wakajawa na hofu, wakausahau ukuu wa Mungu. Wapelelezi wakarudi kwa Musa na Waisraeli kuleta ripoti. Kwa hakika nchi ile ni nzuri, lakini ina majitu na hodari. wana wa Israeli waliposikia wakajawa na hofu, wakausahau ukuu wa Mungu. Katika safari yetu kuelekea Kanaani ya mbinguni, twayaona makwazo yatutishayo na kututia woga kuendelea. Kama tusitishwe na vikwazo tupatavyo katika safari tulionayo, Mungu yu upande wetu, Kanaani taingia, hakuna kitu cha kutuzuia. Kama tusitishwe na vikwazo tupatavyo katika safari tulionayo, Mungu yu upande wetu, Kanaani taingia, hakuna kitu cha kutuzuia. Nasi katika safari yetu kuelekea Kanaani ya mbinguni, twayaona makwazo yatutishayo na kututia woga kuendelea. Kama tusitishwe na vikwazo tupatavyo katika safari tulionayo, Mungu yu upande wetu, Kanaani taingia, hakuna kitu cha kutuzuia. Kama tusitishwe na vikwazo tupatavyo katika safari tulionayo, Mungu yu upande wetu, Kanaani taingia, hakuna kitu cha kutuzuia. Wapelelezi wakarudi kwa Musa na Waisraeli kuleta ripoti. Kwa hakika nchi ile ni nzuri, lakini ina majitu na hodari. wana wa Israeli waliposikia wakajawa na hofu, wakausahau ukuu wa Mungu. Wapelelezi wakarudi kwa Musa na Waisraeli kuleta ripoti. Kwa hakika nchi ile ni nzuri, lakini ina majitu na hodari. wana wa Israeli waliposikia wakajawa na hofu, wakausahau ukuu wa Mungu.
wapelelezi wakarudi kwa Musa na Waisraeli kuleta ripoti. Kwa hakika nchi ile ni nzuri, lakini ina majitu na hodari. Wana wa Israeli waliposikia wakajawa na hofu, wakawasahau ukuu wa Mungu. Akaonyesha huruma kwa yule mwenye uhitaji, akapita mtu wa huruma Msamaria, akatazama, akaonyesha huruma kwa yule mwenye uhitaji, akapita mtu wa huruma Msamaria, akatazama, akaonyesha huruma kwa yule mwenye uhitaji. Nalikuwa na njaa mkanilisha, nalikuwa uchi mkaja kunivika, nalikuwa kifungoni mkanijia, nalikuwa mgonjwa mkanitazama. Kweli mnapotenda kwa walio wadogo mnanitendea mimi. Kweli mnapotenda kwa walio wadogo mnanitendea mimi. Nalikuwa na njaa mkanilisha, nalikuwa uchi mkaja kunivika, nalikuwa kifungoni mkanijia, nalikuwa mgonjwa mkanitazama. Kweli mnapotenda kwa walio wadogo mnanitendea mimi. Mnapotenda kwa walio wadogo mnanitendea mimi. Akapita yule kuhani, akatazama, akamwacha. akapita yule Mlawi, Akatazama, akamwacha. Kweli akapita mtu wa huruma Msamaria, akatazama, akaonyesha
kazi yake. Ni kwa rehema zake Mungu ili uishi kwa kujitoa na kufanya kazi yake. Sitamani kurudi nyuma, nimeona huruma zake, nitakaa kwake daima. Nimeonja pendo la Bwana, sitamani kurudi nyuma, nimeona huruma zake, nitakaa kwake daima. Neno lake ni taa yangu na mwanga wa njia yangu, limejaa ahadi tele, natamani kuzipokea. Neno lake ni taa yangu na mwanga wa njia yangu, limejaa ahadi tele, natamani kuzipokea. Ananipoza na anguka, aniinua, ni rafiki mwenye kujali, nitakaa kwake daima. Na ugua ananipoza na anguka, aniinua, ni rafiki mwenye kujali, nitakaa kwake daima. Neno lake ni taa yangu na mwanga wa njia yangu, limejaa ahadi tele, natamani kuzipokea.
ni taa yangu na mwanga wa njia yangu, imejaa ahadi tele na tamani kuzipokea. Ni taa yangu na mwanga wa njia yangu, imejaa ahadi tele na tamani kuzipokea. Neno lake ni taa yangu na mwanga wa njia yangu, imejaa ahadi tele na tamani kuzipokea. Mfanyieni Bwana shangwe, mtumikieni kwa furaha, njoni mbele zake tuimbe na tusifu. Mfanyieni Bwana shangwe, mtumikieni kwa furaha, njoni mbele zake tuimbe na tusifu. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, fadhili zake za milele, na uaminifu wake kwa kizazi na hata kizazi, na uaminifu wake kwa kizazi na hata kizazi. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, fadhili zake za milele, na uaminifu wake kwa kizazi na hata kizazi, na uaminifu wake kwa kizazi na hata kizazi. Kwamba yeye ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba sisi tu watoto wake, kondoo wa malisho yake. Jueni kwamba yeye ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba sisi tu watoto wake, kondoo wa malisho yake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, fadhili zake za milele, na uaminifu wake kwa kizazi na hata kizazi, na uaminifu wake kwa kizazi na hata kizazi. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, fadhili zake za milele, na uaminifu wake kwa kizazi na hata kizazi, na uaminifu wake kwa kizazi na hata kizazi.
tuingie malangoni mwake kwa mioyo yetu yenye shukrani, na tulihimidi jina lake siku zote. Tuingie malangoni mwake kwa mioyo yetu yenye shukrani, na tulihimidi jina lake siku zote. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, fadhili zake za milele, na uaminifu wake ni kwa kizazi na hata kizazi, na uaminifu wake ni kwa kizazi na hata kizazi. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, fadhili zake za milele, na uaminifu wake ni kwa kizazi na hata kizazi, na uaminifu wake ni kwa kizazi na hata kizazi. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, fadhili zake za milele, na uaminifu wake ni kwa kizazi na hata kizazi, na uaminifu wake ni kwa kizazi na hata kizazi. Umezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa neno lake Bwana Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Umezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa neno lake Bwana Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Maana mwili wake kama majani, na fahari yake ni kama ua la jani. Majani hukauka nao huanguka, bali neno la Bwana hudumu milele. Maana mwili wake kama majani, na fahari yake ni kama ua la jani. Majani hukauka nao huanguka, bali neno la Bwana hudumu milele. Neno li hai na lina nguvu, tena kali kuliko upanga. Neno ni taa hutuangazia, katika njia twatembea hatujikwai. Neno li hai na lina nguvu, tena kali kuliko upanga. Neno ni taa hutuangazia, katika njia twatembea hatujikwai. Maana mwili wake kama majani, na fahari yake ni kama ua la jani. Majani hukauka nao huanguka, bali neno la Bwana hudumu milele. Maana mwili wake kama majani, na fahari yake ni kama ua la jani. Majani hukauka nao huanguka, bali neno la Bwana hudumu milele.
mbali uovu wote, hila, unafiki na husuda. Tukubali neno lituongoze katika maisha yetu, tupate wokovu. Wekeni mbali uovu wote, hila, unafiki na husuda. Tukubali neno lituongoze katika maisha yetu, tupate wokovu. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake ni kama ua la jani. Majani hukauka nao huanguka, bali neno la Bwana hudumu milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake ni kama ua la jani. Majani hukauka nao huanguka, bali neno la Bwana hudumu milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake ni kama ua la jani. Majani hukauka nao huanguka, bali neno la Bwana hudumu milele. Kapigwa mijeledi, taji ya miba kapigwa, mkuki na ukachomwa, katundikwa msalabani, katoa maisha yake kafara ya wadhambi. Ni upendo wa ajabu, Bwana Yesu atupatia, hata sasa atuita, tukatoe mizigo, tuwe huru ndani yake. Maisha yetu atawale. Ni upendo wa ajabu, Bwana Yesu atupatia, hata sasa atuita, tukatoe mizigo, tuwe huru ndani yake. Maisha yetu atawale. Neema ni kwa wote, kubali kuipokea zawadi ilo bora, kaitwa rafiki mwema. Amini utapokea uzima wa milele. Ni upendo wa ajabu, Bwana Yesu atupatia, hata sasa atuita, tukatoe mizigo, tuwe huru ndani yake. Maisha yetu atawale. Ni upendo wa ajabu, Bwana Yesu atupatia, hata sasa atuita, tukatoe mizigo, tuwe huru ndani yake. Maisha yetu atawale. Ni upendo wa
maisha yetu atawale. tushindia. Bwana wetu Yesu, yeye ndiye njia ya kutufikisha mbinguni kwa Baba. Masumbuko yote pia na vikwazo, yeye atatushindia. Ni kwa neema yake Bwana tutashinda yote majaribu. Tumtegemeeni Mwokozi, hakika tutafika salama. Roho wake Bwana atatuongoza, aliahidi hatatuacha, atatushindia. Ni kwa neema yake Bwana tutashinda yote majaribu. Tumtegemeeni Mwokozi, hakika tutafika salama. Roho wake Bwana atatuongoza, aliahidi hatatuacha, atatushindia. Ni kwa neema yake Bwana tutashinda yote majaribu. Tumtegemeeni Mwokozi, hakika tutafika salama. Roho wake Bwana atatuongoza, aliahidi hatatuacha,
naiweka miguuni pa Yesu. Mizigo yote naiweka miguuni pa Yesu. Bwana niumbie moyo mpya vile upendavyo, kama mfinyanzi anavyofinyanga chungu chake. Gusa Bwana niguse, oh natamani nifanane na wewe. Bwana niumbie moyo mpya vile upendavyo, kama mfinyanzi anavyofinyanga chungu chake. Gusa Bwana niguse, oh natamani nifanane na wewe. Maisha tuliyo nayo sasa ni ya ajabu. Yamekuwa kinyume na utaratibu wako. Kwa rehema umeturudisha mbawani mwako. Kwa rehema umeturudisha mbawani mwako. Maisha tuliyo nayo sasa ni ya ajabu. Yamekuwa kinyume na utaratibu wako. Kwa rehema umeturudisha mbawani mwako. Kwa rehema umeturudisha mbawani mwako. Bwana niumbie moyo mpya vile upendavyo, kama mfinyanzi anavyofinyanga chungu chake. Gusa Bwana niguse, natamani nifanane na wewe. Bwana niumbie moyo mpya vile upendavyo, kama mfinyanzi anavyofinyanga chungu chake. Gusa Bwana niguse, natamani nifanane na wewe. Kwaya inayokuja mbele yetu ni kwaya Pendo, itakuja kwa wimbo moja. Baada hapo The Voice of Ministers watakuja kwa wimbo moja, na mara nyingine watakuja kwaya Mganza kwa wimbo moja. Mungu awabariki na tuzidi kubarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji.
akitokea Yerusalemu akienda Yeriko, kakutana na wanyang'anyi, wakampiga sana na kumjeruhi, wakamnyang'anya vitu vyote, wakamwacha hapo akiwa karibu ya kufa. Kwa bahati kuhani akaja, akamwangalia hakumsaidia. Iliyo safi kuwajali yatima na wajane, kuwasaidia masikini, tutapata thawabu. Tuwe kama yule Msamaria, tuumie na wanaoumia. Yesu tatukaribisha kwake, tutaishi milele. Iliyo safi kuwajali yatima na wajane, kuwasaidia masikini, tutapata thawabu. Tuwe kama yule Msamaria, tuumie na wanaoumia. Yesu tatukaribisha kwake, tutaishi milele. Safiri kupitia katika njia ile ile, kama angalia yule mtu akamwacha bila kumsaidia. Msamaria naye kaja, kamchukua yule mtu akamsaidia, akamfunga jeraha zake, kampandisha katika punda wake. Iliyo safi kuwajali yatima na wajane, kuwasaidia masikini, tutapata thawabu. Tuwe kama yule Msamaria, tuumie na wanaoumia. Yesu tatukaribisha kwake, tutaishi milele. Iliyo safi kuwajali yatima na wajane, kuwasaidia masikini, tutapata thawabu. Tuwe kama yule Msamaria, tuumie na wanaoumia. Yesu tatukaribisha kwake, tutaishi milele. Kuwajali yatima na wajane, kuwasaidia masikini, tutapata thawabu. Tuwe kama yule Msamaria, tuumie na
masikini tutapata thawabu. Tuwe kama yule Msamaria, tuumie na wanaoumia. Yesu tatukaribisha kwake, tutaishi milele. Vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli. Akidaha kamjibu Elisha kamwambia, labda Bwana weke madirisha mbinguni, ndipo jambo hili liwezekane. Akamjibu, wewe utaliona kwa macho tu. Maneno ya Bwana kutoka kinywa cha Elisha, asema kesho kama saa hii kipimo cha unga kitauzwa kwa shekeli. Vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli. Akidaha kamjibu Elisha kamwambia, labda Bwana weke madirisha mbinguni, ndipo jambo hili liwezekane. Akamjibu, wewe utaliona kwa macho tu. Maneno yako Bwana siku zote ni kweli, hakuna awezaye kupindisha. Unathibitisha kwamba yote ni kweli pale watu wanapotaka kuyapindisha. Unaonesha wewe ni Mungu wa kweli, hakuna awezaye kupindisha. Wewe wanyosha maneno yako Bwana siku zote ni kweli, hakuna awezaye kupindisha. Unathibitisha kwamba yote ni kweli pale watu wanapotaka kuyapindisha. Unaonesha wewe ni Mungu wa kweli, hakuna awezaye kupindisha. Wewe wanyosha wakaelekea kambini kwa Washami. Vishindo vyao viliwakimbiza Washami, wakaacha vyakula walivyokuwa navyo. Samaria ikapata chakula. Neno la Bwana lililonenwa likatimia. Njaa ilikuwa imewatesa wengi na vita bado iliendelea. Wakoma wakaona kwa nini tufe njaa, wakaelekea kambini kwa Washami. Vishindo vyao viliwakimbiza Washami, wakaacha vyakula walivyokuwa navyo. Samaria ikapata chakula. Neno la Bwana lililonenwa likatimia. Maneno yako Bwana siku zote ni kweli, hakuna awezaye kupindisha.
unathibitisha kwamba yote ni kweli pale watu wanapotaka kuyapindisha. Unaonesha wewe ni Mungu wa kweli, hakuna awezaye kupindisha. Wewe wanyosha maneno yako Bwana siku zote ni kweli, hakuna awezaye kupindisha. Unathibitisha kwamba yote ni kweli pale watu wanapotaka kuyapindisha. Unaonesha wewe ni Mungu wa kweli, hakuna awezaye kupindisha. Wewe wanyosha maneno yako Bwana siku zote ni kweli, hakuna awezaye kupindisha. Unathibitisha kwamba yote ni kweli pale watu wanapotaka kuyapindisha. Unaonesha wewe ni Mungu wa kweli, hakuna awezaye kupindisha. Wewe wanyosha Mikutano ya Kana Familia Chelabulo 2024. Iache Biblia iseme. Wapendwa wana na binti za Mungu, jioni ya leo niwakaribishe tena katika vipindi vyetu hivi. Tunapokuwa kwenye masaa na dakika za mwisho kumaliza ratiba ya uwepo wetu katika viwanja hivi. Wale ambao pia mnatufuatilia katika mitandao ya kijamii kwenye Hope Media WTC, nanyi niwakaribisha, karibuni, endelea kufuatana nasi tunapokuwepo mahali hapa, na Bwana akubariki sana. Tunaendelea kuangalia yale mambo 32 ya kuzingatia kwa wazazi, baba na mama, katika malezi ya watoto. Chana tuliangalia tulishia wapi? Punga mkono kama uko hapa sasa. Rudi sasa. Msigombane mbele za watoto, baba na mama, msigombane mbele za watoto. Baba na mama, msigombane mbele za watoto. Sikia, mkigombana mbele ya watoto, watoto mnawaweka kwenye mazingira magumu. Fikiria maneno, si unakumbuka hasira ni moto ulao, unamwacha binadamu akiwa majivu. Ukikasirika, si unakumbuka unatamka maneno yoyote yale. Wakati mwingine unasema leo nakuvunja miguu. Anayevunjwa baba au mama, anayemvunja ni mama au baba. Anajaribu kuangalia huyu mtoto, anawaangalia, aliwahi kupatia kuona walemavu. Kwa hiyo je, baba leo sasa naye akivunjwa mguu anakwenda kuwa mlemavu? Ndio maana utawaona wakati baba amechukua fimbo, mama akijaribu kuhami, watoto wanatafuta kona. Hakuna amani. Sikiliza, mkitaka kugombana fanya hivi. Niangalie. Unao watoto 3 au 2, watume sentani. Mmoja mwambie hivi, wewe nenda kwa baba yako mdogo mahala fulani, ukaazima hata panga. Lakini hata ikikosekana usiwahi kurudi. Maana hamjui ugomvi utachukua muda gani, si ndio? Mwingine naye nenda kwa shangazi yako, ikiwezekana hata ukashinde huko. Mbaki 2 kabisa. Sasa hapo zipangeni sasa, mnaanza.
Halafu ikatokea ukasikia hodi ya mtoto, amefika mtoto. Hata kama ulikuwa unalia, futa kabisa machozi. Halafu mwambie karibu, umerudi. Karibu bwana. Kama litakushinda, ndipo uelewe hivi, ni hatari kama nini kugombana wazazi mbele za watoto. Ndugu zangu wapendwa, kumbukeni kuwa ugomvi sio mpango wa Mungu, ni mpango wa adui. Unanielewa vizuri? Ugomvi sio agizo la Mungu, ni ajali katika safari. Ndio maana anatutaka kabla hujakasirika, hasa ninyi ambao ninawaona kabisa unanifuatilia katika masomo haya. Nawe huenda juzi mligombana, lakini kwa muda huu ninakuona hata mimi una amani kabisa. Ndio maana nasema uwe na kiasi na kukesha na kufunga na kuomba. Swala la kuandaa watoto wao na tabia nzuri ni gharama kubwa mno. Hebu ngoja kwanza tuangalie, fuatana nami Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ile ya 5, hebu soma nami mstari ule tuanzie tu hata wa 20. Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 20. Hebu tusome pamoja hapo. Wagalatia sura ya 5 na fungu la 20. Neno la Mungu linasema, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Yamefanyaje? Husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema. Sikiliza. Yaani uzushi, ugomvi, uchawi, wivu, husuda, hasira, mafarakano, yaani wale tunaoachana. Wazazi, hivi mpo? Unajua kuna mambo tunayarahisisha rahisi kabisa vizuri. Unamwambia mwenzio, nenda, kwani ni mwanaume peke yako? Wanaume wangapi wanaonitaka mimi? Ni kweli. Si unakumbuka njiani? Wengine unatoka hapa tu kufika Kanyonza, hapa katikati wameshakwambia watatu, mtoto umeumbika, unajua mimi nataka nikununulia gari. Ni kweli. Ni kweli. Sikiliza, ninyi ninaongea na wale waliooana. Ninyi akina mama, si mnakumbuka? Huenda mume wako kwa mwaka huu amekwambia ninakupenda mara ngapi? Inawezekana ikawa ni hamna kwa sababu ya majukumu. Bwana sifiwe. Sasa sikiliza, hamuwezi mkakaa mnaambia hello baby honey, wewe mvua zinanyesha mpunga kwa watu wanataka wakapanda, alafu kuna muda wa majukumu. Sasa humu njiani, sasa na wewe umebeba ka mzigo, unapeleka chakula, unapeleka posho chakula kwa wafanyakazi. Humu njiani unakutana kama jamaa kamechomekea. Mamdogo vipi? Kana kuambia maneno kama yote. Mtoto umeumbika, una mguu wa chupa, bila na wewe kuuliza kwamba ni ile ya Fanta au ile ya bia. Unajua chupa ziko nyingi. Kuna chupa tu ya lotion. Sasa kama mtu amekwambia una mguu wa chupa, chupa gani? Sasa huyu baba anatoka mbugani anafika hoi. Ndipo unafikiri nini? Ndio maana hata nyumbani saa 2 kupe. Sasa sikia, unarahisisha mgogoro, changamoto inapojitokeza, mnarahisisha kufanya hivi. Nenda nitoa mwingine na mimi nitaolewa tena, tutaona. Ni kweli hata wiki haiishi. Lakini je, ndio yeye? Ndio yeye? Yaani ukileta mwingine ni mwingine, sio huyo. Sasa sikiliza. Yule Mungu aliyetuumba anasema hivi, moja ya silaha anazozitumia adui yetu Shetani. Hebu anza moja, mstari wa 20 na wa 21. Zisikilize sasa. Ibada ya sanamu. Jambo la kwanza, ibada. Kwa nini anaanza na ibada? Familia imejengwa, imeanzishwa kwa makusudi ya ibada. Na ibada ni mahusiano ya mtu na Mungu, kuleta upatanisho kwenye dhambi na makosa. Bwana asifiwe. Sasa hebu ona ibada yako kwa Mungu wako ikoje. Anaanzisha kwanza, anapiga ibada. Hata hapa nikiwauliza,
mtabaki kuwa wachache hata msiponiambia. Hata wewe unayenifuatilia, ni kweli kabisa unamwabudu Mungu? Anapiga kwanza ibada, ikififia ibada, uvumilivu wa kumvumilia mwenzio unakuwa haupo. Na hata ule muda wa kumuombea unakuwa haupo. Inakuwa ni kila mmoja kivyake, jiponye na afisi. Sasa likikomaa hilo, likishamiri, ndio mashambulizi mengine sasa yanaanza kuja. Jambo gani linafuata? Uchawi. Nini? Uchawi. Kwani ninyi mnaonisikiliza na mnaonitazama, fikiria wewe leo, anza kujipeleza kuanzia dakika hili ninaposema uchawi. Ni kweli ulipoona mgogoro umezidi, je, hukuenda kwa mganga au kwa mama fulani kuomba dawa ili uje umtengenezee angalau hasira ipungue? Uchawi. Uchawi. Na wengine si unaona mmeua. Mtu mmoja akaenda kwa mama limoja, bibi kizali moja. Mama, nimekuja. Yaani mume wangu amekuwa hatulii nyumbani. Yaani mara aende wapi? Ngambia, mama tulia, umefika. Hapa wanaume walikuwa wanatulia. Ila wakati huo lenyewe nilisimbe, nilishafiwa na mume wake. Hivi unanielewa vizuri? Likampa ile dawa, likamwambia nenda ukapike chakula uweke humo. Ninakwambia hivi, yani atakuwa ni wawe unavyosema ndio anafanya. Mama wa watu akafika, akajiandaa, likampa na dawa nyingine ya kuweka kwenye maji ya kuoga. Wapo wazembe wa kutoa maji ya kuoga kwenye waume zao, ila siku ile alikuwa jasiri. Tu maji ametuchemsha. Karibu maji ya kuoga. Mzee wa watu akasema, afadhali angalau upendo wa mke wangu umerudi na heshima na utifu na majukumu yamerudi sawa sawa. Akaenda akayaoga yale maji. Mama wa watu amejipinda kupika kaugali. Na alipotenga vizuri, kwa kupiga magoti vizuri, karibu chakula. Kumbe anaelewa amewekamu vitu fulani. Ile dawa aliyopewa mwanamume, maana aliambiwa hivi, wewe usikigusa hicho chakula. Maana ukikigusa wote mtakuwa mnatembea pamoja. Kwa hiyo inatakiwa ale yeye peke yake. Akina mama wangapi wanapenda waume zao wao wanawaagiza anavyotaka yeye? Wanaanza kuogopa. Sikiliza. Alipotupia tonge la kwanza, wale jamaa wa tumboni wakapiga kelele. Sawa. Piga la pili, la tatu, maumivu yakaanza. La nne, mwisho akasema akamwita mke wake, kulikoni? Mbona nimekula nasikia maumivu? Kwani vipi sasa? Labda ulikuwa umechelewa kula. Chelewa kula. Baba wa watu maumivu aliyoyapata akakiri kusema hivi, siponi. Dawa aliyopewa ilikuwa imechanganywa na chupa. Hivyo unanisikia wewe? Yule mzee alilala mauti. Kwenye msiba alilia hadharani akiwaambia wale wazee wenye mikoti michafu. Mama fulani amenitanganya. Ameniulia mume wangu. Wazee akamwambia, sema ukweli. Ilikuwaje? Nilienda kwa huyu mama nikamwambia anipatie mimi tu dawa ya kumtuliza mume wangu. Kumbe amenipa sumu jamani. Tulisoma mahala fulani, mke mwenye busara huijenga nyumba yake, ila mke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono. Yule mtu akakoswa. Sema sasa hatuna la kukusaidia. Zikeni. Wakazika. Ndiye mama. Kule duniani hakuna udhibitisho wa uchawi. Endelea linalofuata afu badani hamia nyingine. Twende. Anasema uadui, ugomvi, uadui. Mama, ibada ikifa nyumbani linaanzishwa kombola lingine la uadui. Utamwona adui jirani, utamwona adui muumini mwenzio. Ulikuwa umesimama na huyo, ulikuwa unaongea nini? Nimekukuta unaongea nini? Hivi nawe unakaa unaongea na baba naye anatunisha misuli. Siku hizi mnaenda kwenye zoezi la kwaya mpaka usiku. Ana huyo mwalimu wenu huyo. Sasa uadui.
likitokea hilo, tayari amefaulu kwamba si muda mrefu watoto watabaki wanalia, lakini pia familia ya wanadamu akiwemo mume na mke watabaki wanalia. Subiri kinachokuja. Ugomvi ndio zinaanza na ngumi sasa. Sasa ili uelewe mcha Mungu mwenzangu, wakati huu tunapojifunza hivi, unapaswa kuwa na muda mwingi wa maombi. Huwezi ukaishi salama. Sikia, hebu malizia mpaka mstari wa 21. Wivu, hasira, fitina, uzushi. Unazua tu mambo hivi. Ukweli wewe, sikiliza, ni kweli, sikilizeni niwaambie hivi. Ni kweli mwanamke ameumbwa, homoni zake ni tofauti na za mwanamume. Kwa nini? Si unakumbuka kwenye Yeremia 31 mstari wa 22 alisema, hata lini utatangatanga hiyo binti mwenye kuasi? Mungu ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Sasa huyu mwanamke homoni zake zimeumbwa, zina uwezo wa kutambua jambo fulani umbali kiasi. Kama unataka kudhibitisha hilo, nenda ukatembea leo mitaani. Ukimwona kwa mbali anakuja umbali hata kama wa mita kama 30-50 hivi, fikiria jambo fulani. Si umekutana naye? Yaani ukutana naye hivi mnapishana, halafu akaenda umbali wa mita kadhaa, na kisha fikiria jambo fulani, utashangaa na geuka. Nini kimemgeuza? Mwili wake unampa taarifa kuna jambo fulani hivi. Sasa sikia, ndio huyu mama anaanza kutumia vibaya ugomvi, fitina, uzushi, husuda, ulevi, ulafi. Yani mnakula bila mipaka. Yani haya masamaki manini, makamongo, tandika. Yani ulafi. Anakula bila mipaka. Si unawaona? Yani ukiacha ibada ya Mungu, ikitoka tu ibada ya Mungu, unaingiziwa mambo ya ulafi. Sisi huwa tunatwanga tu. Samaki awe na ndevu, awe hana ndevu, twanga. Ulafi. Anasema na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema. Jamani, katika hayo onyo ni mapema, ya kwamba kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Mwenye masikio. Sasa wale mnaogombana, usalama wenu ni kutubu leo na kuacha kabisa. Sio kutubu na kuja tena siku moja amekukorofisha zinaanza. Na hapa huwa nawaambia hivi, mimi ninachomshukuru Mungu ni kuoa nikiwa ninalifahamu neno la Mungu. Bwana asifiwe. Maana mahala nilipolelewa, nililelewa kwenye kipigo cha uhakika. Na niliiva. Niliishi kwa jamaa mmoja ambaye kwa kweli akina mama walikuwa wanapigwa, wake zake wanapigwa kweli. Na anaoa muda wowote ule. Na hakuna aliyedumu kuwepo muda mrefu mwanamke, mwenye kuacha kamoja, mwenye kuvumilia kiasi fulani, lakini hakuna aliyevumilia mpaka dakika za mwisho. Maana kosa dogo kipigo chake, na sheria aliyokuwa ametangaza akiwa anapiga mke wake, hakuna wa kwenda kumwamua, maana yeye sio chizi. Siku nanielewa vizuri. Uwe baba, uwe mwenyekiti wa kitongoji, uwe mwenyekiti wa kijiji, uwe polisi, ukimkuta anapiga mke wake, wewe mwache tu endelea shughuli yako. Na alikuwa anawapiga, wakiona sasa umekaa vizuri, anakuambia nenda polisi, nitakuja kwa kesho. Na kweli ukienda polisi na kesho kweli anaenda. Nilimpiga mtu fulani hapa jana. Vipi alifika? Alifika, ingia sasa humo. Haya bwana. Anakaa humo masaa hayo, anazijua sheria. Anaelewa hivi, atakaa masaa machache na kisha waende mahakamani. Wakienda mahakamani si huko ni swala la kuongea. Na akifika huko anazijua sheria. Sheria ya kupigana au kumpiga mtu hadharani shilingi 3,000 kwa kipindi hicho. 3,000 tu. Jamaa anaingia mfukoni, hii hapa. Tayari twende. Kipigo umeshakipata na hela sijakulipa wewe, nimelipa serikali. Na hizo ni za serikali. Sikia, hebu ngoja twende kwanza rafiki. Wa Efeso sura ya 4 mstari wa 26.
Waefeso sura ya 4 fungu la 26. Neno la Mungu linasema, muwe na hasira ila msitende dhambi. Wazazi, muwe na hasira ila msitende dhambi. Mnapogombana ni dhambi, ndio maana hawawezi kulisi uzima wa milele. Muwe na hasira, jua lisichwe, na jihadharini msitende dhambi. Ndio maana nikamwambia hivi, ikatokea kabisa leo mmeliivisha la kupigana baba na mama, waondoweni kwa amani na watoto watoke wakiwa wameliacha dunia ikiwa salama. Jambo jingine, usiazimishe mtoto. Usiazimishe mtoto. Wapo akina mama na wapo akina baba, kwa sababu ya kutokujua, unagawagawa tu watoto, unagawagawa tu. Anakuja Selina, unampa mtoto wako, anaenda naye mpaki Kakonko. Lakini huyu mtu unayempa mtoto wako, ninazungumzia kuanzia huu umri wa miaka 0, bado kamgongoni, kamezaliwa juzi tu. Kanaenda na huyu mtu, hujui tabia yake ni ya namna gani. Huyu uliyempa mtoto wako ndio mwasherati hatari, ni mama huruma. Mitaani wanamuita jamvi la wageni. Ndio huyu amebeba mwanao. Hatua 3 kila anaposikia anageuka. Abe. Na sasa unampa mwanao, anaenda naye Kakonko, anaenda kumuweka akiwa na hao wanaowaitwa wapenda nao, na kisha wanaanza mechi ya Simba na Yanga. Mtoto ndio mshabiki namba 1. Anaangalia live bila zengwe. Unatuandalia malaya wa kutosha duniani. Usiazimishe mtoto. Fahamu vizuri huyu mtu anayebeba mtoto wako ana tabia gani. Ndio hawa washiriki wenzio hao. Sikiliza, ukumbuke tunahangaika na mambo 32. Ni mengi sana. Miongoni mwake ni pamoja na usiazimishe mtoto. Lakini jingine litakalokuja, usimuseme vibaya mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ni nani? Ni kuanzia hao wanaoendesha ibada, lakini pia hata hao viongozi wa serikali. Mwenyekiti wa kitongoji ni mtumishi wa Mungu. Ndio hapa sasa uliyempa mtoto wako ndio wenye mijadala hiyo. Unajua huyu mwenyekiti ana matatizo. Tena goja tu, mtoto yuko anasikiliza. Na watoto wanaposikia maneno wakubwa wanaongea, na masikio yanajikunja. Kila mdomo unaongea kanaugeukia, kanapakia. Kumbuka memory yake yenyewe iko empty, na sasa inajaza vitu. Unatuandalia msengenyaji wa kutosha duniani. Kibaya zaidi, laana unaikaribisha. Usiazimishe mtoto. Lakini cha ajabu, watu wamekuwa wagumu sana kukupa ufunguo wa gari hata ukiwa na una mgonjwa. Yaani wanatunza sana simu. Ila kwa mtoto pitia tu. Hata sasa hivi nikitaka kubeba katoto naenda nako paka center bila kujua nina tabia gani na nina lengo gani. Mtoto anahitajika ulinzi wa ndio maana kuzaa sio shida. Kazi ni kulea. Unayaona hayo yote, utayaweza sasa. Baba ameenda huko mlimani ana wakozi. Mama naye sasa ndio mchoma chipisi, sijui vitumbua. Watoto wanabaki kivyao. Na kwa sababu anaona kama vile kana mubana, sasa anakagawa kwa mwingine. Aliloligawia linaenda nako, linaenda kukafundisha kung-fu. Mwanzo 1:28, watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu inayohitaji kulindwa kwa uangalifu wa hali ya juu, kwani hao ndio tutakaolisi nao uzima wa milele. Mwenye masikio, yaani wazazi wakati hukumu ya upelelezi inaendelea, inaamuliwa hivi, wako wapi wale watoto niliokupatia? Kama ulifeli, una kibarua, hautakuwepo. Na yani kama mtakutwa mko hai na yale mapigo 7 yataanza kukudondokea kama yanavyowadondokea wazambi wengine.
Nimesema Mwanzo 1:28. Usiazimishe mtoto. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mkajaze nchi na kuitiisha. Hao ndio watakaosaidiana na wewe mzazi kuhakikisha dunia ina heshima. Jambo jingine, usitoe uhuru kupita kiasi. Usitoe uhuru kupita. Wazazi wenzangu, utashangaa leo watoto wanazagaa huko mitaani hawana kazi. Wewe watoto wako ni kweli ni miaka 2, 3, 4, 5, 10. Sikia, mtoto anatoka nyumbani huyo kurudi aje saa 3, sawa, bila kujiuliza kwamba chakula cha asubuhi cha chai ya saa 3 alikipatia wapi. Haujiulizi hilo. Na mama bila aibu anaandaa chai, anakunywa na kikombe bila wasiwasi, anakula. Kama ni mihoko anakula bila kujua watoto wangu wako wapi na wanakula cha nani. Ukimuuliza watoto wako wapi, wameenda kucheza. Vya hapa vimeenda kutembea. Wewe wanarudi saa ngapi? Yaani kuwaona hapa ni mpaka usiku. Wamekula kwa nani? Nani uliyemwajiriko huko wa kuwapikia? Baba naye akija anatoka kazini, jamani, haka kakafuku kako wapi? Kakafuku kameenda kucheza. Sawa. Wanakula, wanashiba. Saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12. Mwisho saa 2, saa 3 za usiku mtoto ndio anakuja. Haujui alioga wapi. Unatuandalia machokola wa kutosha. Yakobo sura ile ya 2 mstari wa 12 na wa 13. Usitoe uhuru kupita kiasi. Lazima nyumbani pawe na sheria kwamba kufika kila mmoja tutakuwa na majukumu 1, 2, 3 na mwisho wa hapa kufika hapa mwisho muda kadhaa. Sasa wewe unaacha holela, acha liende. Twende. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Halafu maana hukumu haina huruma kwake yeye asiye na huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Pata muda wa kuongea na watoto wako. Kama ulikuwa unaandika manamba, mimi nakimbia tu. Jambo jingine, pata muda wa kuongea na watoto wako. Wazazi wenzangu, sera ya utandawazi imevuruga kabisa. Na kwa namna ambavyo tunavyoipokea kwa mikono miwili pasipo kukubali kuongozwa na neno la Mungu, tunapoteza uasi wa mwanadamu alivyoumbwa nao. Mungu anahitaji ewe mzazi, baba, pamoja na shughuli kuwa nyingi, pamoja na pilika kuwa nyingi, pata muda wa kukaa na watoto wako. Unajua ukipata muda wa kukaa na watoto wako, ndipo utasikia mmoja wanaongea hivi, lakini bado pia utapata muda wa kujua ni nini yanayoendelea. Mwanzo sura ya 37. Katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 37, wazazi wenzetu hawa waliotutangulia ikiwemo familia mzee Yakobo, naye alidumisha mpango wa kuwa ana muda wa kukaa na watoto wake katika muda ambao, twende rafiki, mstari wa anzia wa 10 tu. 37 fungu la 10. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoota? Kwani unapata nini? Sikiliza. Katika kisa hicho wamekaa wanajadili hapo, ndipo kijana huyu mdogo anasimulia, jamani, mimi nimeota usiku wa leo, niliota 1, 2, 3. Ukimalizia sentensi inayofuata, anapomkataza anamwambia, we, ni ndoto gani ulio? Ila ameisimulia, aliposimulia akaimaliza, na kisha akamwambia, we, ndoto gani unayosimulia hiyo? Ila yeye akaliweka moyoni. Hebu soma rafiki. Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Halafu ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake
akalihifadhi neno hili. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini alikuwa anakasirika? Anaondoa uadui. Kuna mambo ambayo Mungu anayowaonyesha, mambo yatakayotokea kwenye familia yenu, lakini kwa sababu hawa hawajui na kwa sababu bado ni wadogo, ndio maana unaona wanahamaki. Wanapoiona tafsiri yake wanaona kana kwamba wanakuja kufanya kwa watumwa kwake. Yeye analihifadhi na kisha yeye anamkemea. Acha. Alafu kumbe ameliweka vizuri. Hiyo imekaa. Sikiliza. Usiwe mpole kupita kiasi. Usiwe mpole. Baba na mama, musiwe wapole kupita kiasi kwa watoto. Ninyi akina mama mnaonyonyesha. Najua hata mimi kwangu walikuwa ninamuona ananyonyesha. Lakini unashtukia anakaona kana mbinya. Tule tutoto wakati tunataka kuota meno ni kama vile zile fizi huwa zinawasha. Halafu kanaamua kananyonya, halafu kanaamua kulikandamiza lile titi. Yaani kananoa. Sasa unaona, sasa hawezi akaachia tu hivyo. Kunyonyesha ni wajibu wake. Ila kinachofanya na mnyonyaji ni kitu kingine. Ndio unaona anakabinya likidole lisilo na kuja. Vipi? Nyonya. Maana agenda sio. Wangapi mnaisikia vizuri? Akina mama mpo? Na wewe mtoto wako aliwahi kukung'ata? Kwani ulichukua rungu? Sasa kakiota meno kanaanza kuyachezesha kaone kama yana makali. Eti kanachezesha kwa ile titi. Hakajui. Na ndio maana nilisema mtoto huwa anajaribu kila kitu. Usiwe mpole kupita kiasi. Samueli wa kwanza sura ya 2 tutaanza mstari wa 12 mpaka wa 25. Usiwe mpole kupita kiasi. Ipo familia moja tena ya mtumishi wa Mungu anaitwa Mzee Eli. Watoto walivyowalea kwa upole anawaita wanangu, upendo. Unajua kuna kupenda na kudekeza. Yaani kinatenda makosa upo tu. Mwisho kinakuwa na hayo makosa hayo. Vikaenda mbele zaidi, vikawa vinafanya makosa mpaka na kanisani, mahala pa ibada. Kama ambavyo na watoto wako huwa wanafanya. Simpo wazazi kabisa mnaona wanacheza tu kanisani. Wakati wa ibada Mungu anaitwa, Mungu anasifiwa. Halafu hicho happy. Ibada na majina mnayaita mengine hata maana yake huijui. Happiness. Mzee Eli ilipelekea watoto wake wanatenda makosa na matokeo yake wakafika Mungu akamwambia hivi, Eli, kwa kuwa umeheshimu wanao kuliko kuniheshimu mimi, nimekufuta kwenye ufalme wangu. Eli hatutamuona. Utasoma mwenyewe, simama tuombe. Jamani, si Biblia mnacho? Nimekwambia Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 mpaka wa 27 na 30. Akafutwa kabisa. Kwa hiyo unaweza kuwa mzee wa kanisa au mchungaji, kama hulei watoto wako sawa sawa na neno la Mungu, rafiki yangu, kukomea kuwahudumia wananzengo, kuwaelekeza mambo ya kiroho ni jambo la kawaida tu. Mungu haoni hasara. Anachohitaji ni utiifu. Sasa naziona maiki kama zote ziko huku. Nimuite shemasi yule wa kike sasa. Yule shemasi mkuu wa kike. Mpeni hii maiki naye aombe sasa angalau. Yupo. Njoo mama uombe sasa angalau. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Baba mtakatifu. Asante kwa huruma zako na upendo wako ajabu. Tazama umeweza kutulinda tangu mahubiri haya yaanze. Baba, tazama tunafikia hitimisho, jina lako litukuzwe. Tazama mtumishi wako ameweza kutufundisha mafundisho jinsi tunavyopaswa kuishi sisi pamoja na waume zetu pamoja na wake zetu. Na kuomba baada ya mafundisho haya
tukaweze kufanya mabadiliko ya pekee katika familia zetu, tukaweze kuwa nuru katika watu wanapokuwa wakitutazama. Bwana waweze kujifunza kwetu. Saidia watoto wetu tunapoishi katika mazingira haya magumu, nyakati hizi za mwisho. Bwana, endelea kuwa pamoja nasi, hatimaye sisi tuweze kuwa vielelezo kwa watu wote duniani. Bwana, amani yako na ulinzi wako ukaweze kuwa pamoja nasi, ndivyo tuombavyo kupitia katika jina la Yesu, amina.